Navy SEAL ni kikosi maalum katika jeshi la wanamaji wa Marekani ambacho kinapatikana kupitia mafunzo ambayo ni makubwa na magumu sana ambayo ni very intense. Sasa kikosi hichi kinapatikana baada ya kwetu kupitia mafunzo magumu sana ambacho ni watu wachache sana ambao wanafanikiwa kuhitimu na kujoin katika hichi kikosi. Kikosi hichi ni kikosi ambacho huwa kinafanya special missions ambazo zinakuwa zina riski, zinahitaji watu ambao wanakuwa wako makini sana na ambao wanakuwa na performance ambayo ni nzuri. Katika kikosi hichi huwa na siri mbalimbali ambazo wanazitumia katika mafunzo yao, na mojawapo ya rule ambao wanatumia katika mafunzo yao inaitwa 40% rule. Hii kanuni ni ile ambayo kwamba katika jambo lote unalolifanya, hiyo ni katika mazoezi, katika task yote unaofanya, pale unapofanya ukafikia kiasi kwamba umechoka kabisa, yaani umechoka kiakili, umechoka kimwili, kisayansi hii inaashiria kwamba unakuwa umefikia 40% tu ya uwezo wako, yaani na kuchoka kwako kote kule kiakili na kimwili ni 40% tu ya uwezo wako tu ambao unakuwa tayari umeshatumika. Hivyo basi unakuwa bado una kiasi cha 60% ambacho unabidi ukitimize ukifanya. Hivyo katika jeshi hili la Marekani watu hao huendelea kujipush beyond that limit ili kuweza kufikia katika malengo yao ambao wanakuwa wamejiwekea katika mazoezi yao, katika misheni zao, wanakuwa wanazingatia kitu kama hicho. Hata katika maisha ya kawaida, ili uweze kufanikiwa hauhitaji kufanya kama watu wengine wanavyofanya. Hutakiwi kuchoka au kuishia pale wengine wanapoishia. Hivyo basi katika mazoezi yako unapokuwa niko gym, unapokuwa katika kazi za ofisini, unapokuwa katika kusoma kwako au unapokuwa katika project zako, pale unapohisi unakuwa umechoka, inabidi ujue kwamba unakuwa umefikia 40% tu ya uwezo wako, yaani bado una 60% za kufanya kazi, una 60% za kuendelea kuwa productive katika kitu unachokifanya. Unaweza ukachukua short break ukapumzika kidogo, alafu then ukaendelea kufanya kazi, kwa sababu hichi ni kitu ambacho kinatofautisha kati ya watu ambao ni washindi na watu ambao ni wa kawaida. Kwa hata wewe katika kuishi kwako nadhani umeshajionea, wewe katika shule, katika kusoma kwako, watu walikuwa wanafanya vizuri, walikuwa tu wasomi kama wengine wanavyosoma, au ulipokuwa katika gym, unaona watu ambao wanapata matokeo mazuri gym, hawafanyi kama ambao watu wengine wanavyofanya kawaida, bali wanapush extra tofauti kabisa na watu wengine ambacho wanakuwa wanakifanya. Hivyo katika mafanikio, katika kile unachokifanya, kila kitu ni state of mind, ni akili yako umeweka vipi ili uweze kufanikiwa. Vile unavyojiposition ndio utakavyoamua wewe ufanikiwe vipi. Kile unachokiamini ndio kile ambacho utakipata. Kuna mfano mzuri nataka nikupe. Kuna documentary inajulikana sana inaitwa Undercover Billionaire. The Undercover Billionaire hii ni documentary ambayo iliandaliwa na mmoja wa bilionea wa Marekani. Bilionea huyu akawa na shauku ya kuonesha watu kwamba katika mafanikio, katika maisha mafanikio ni kitu ambacho kinawezekana. Hivyo na yeye alikuwa anataka awaonyeshe watu kwamba anaweza akaanza from the scratch, kuanzia chini na akatengeneza utajiri pasipokuwa na watu wanamfahamu, pasipokuwa na watu wanampa favor au kutumia jina lake. Hivyo basi aliamua kujitoa kabisa, akaenda katika mji ambao hawamfahamu. Alienda katika mji ambao ni mpya, hawamfahamu, hawajawahi kumuona, akapata identity mpya, yaani hakuna mtu aliyekuwa anamfahamu katika eneo hilo. Alikuwa tu na gari ambayo ni ya zamani ambayo imetumika, sio gari ambayo ni mpya. Alafu pia alikuwa amepatiwa $100 ambayo ilikuwa inabidi aitumie kama mtaji pamoja na ile gari. Hivyo baada ya siku 90 huyu mtu alikuwa na uwezo kujenga biashara ambayo ilikuwa na thamani ya $1,000,000. Hivyo basi kupitia hicho kitendo, kupitia katika hiyo hali aliweza kuprove watu kwamba haijalishi unatoka wapi, haijalishi unaanzia wapi, unaweza kupambana na ukafikia mafanikio. Hivyo basi hata wewe jiweke katika akili yako, katika fahamu zako kwamba unapokuwa unafanya kazi, unapokuwa unachoka, haimaanishi kwamba umechoka kweli, hapana. Unabidi upush uweze kufanikiwa. Weka deadline katika majukumu yako, kazi ambayo inabidi inaweza kuchukua hata miezi 4, jiforce jaribu kuweka deadline ambazo ni very tight, hivyo akili yako itajitune
namna ambavyo utaweza kufanikiwa. Tunafanya sana katika mitihani, wale ambao ni zimamoto, unakuwa unabakia na muda mchache sana, akili yako itajua itafanya vipi mwisho wa siku uweze kufaulu. Hivyo hivyo katika maisha inabidi tujiwekee deadline ili uweze kufanikiwa, ili akili yako iweze kupambana, kuchakata na kutafuta namna ambavyo unaweza kutoka katika hali hiyo. Everything is a state of mind. Jitahidi kupambana, jitahidi kuiset akili yako katika namna ambayo itaweza kukufanikisha. Asante, mpaka wakati mwingine.